Naitwa Goleti Elias, ni mjasiriamali na ni meneja wa chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha wanawake wa wilaya ya Karagwe na Kyerwa, maarufu kama KAWOSA. Nipende kuchukua fursa hii kwanza kuwashukuru kwa kuniona kwamba na mimi niwe miongoni mwa makala hii. Pamoja na kuwa kiongozi katika chama hiki, mimi ni mjasiriamali. Nimeanza ujasiriamali mdogo mdogo mwaka 1999. Nimefanya biashara mbalimbali ndogo za ujasiriamali ambacho kimenifanya nifanikiwe. Sikukata tamaa. Nilianza na mtaji mdogo na hapo awali sikuwa nimeajiriwa. Baada ya kufanya kazi kidogo kwa wakimbizi, basi nikapata kile kimtaji ambacho kilinipelekea mimi kujiajiri. Kwa hiyo nimefanya biashara mbalimbali, nimekuwa nikifanya biashara mbalimbali na kubadilisha aina za biashara, kwamba nilipokuwa na leo ukifanya biashara ya mtumba ikakwama, basi usikate tamaa. Filisi ile biashara ya mtumba, nenda kwenye viatu. Viatu kama ikishindikana, basi unaenda kufanya biashara nyingine. Nimefanya biashara hizo mpaka sasa hivi. Sasa nina biashara ya jumla. Ninauza vinywaji ya jumla. Kwa hiyo kiufupi mafanikio yangu ni hayo, lakini kupitia biashara hizo basi nimeweza kuitegemeza familia yangu. Watoto wameenda shule, nimepata mahala pa kujihifadhi, lakini pia kimaisha siko vibaya sana. Kimsingi huwezi kusema mimi nimefanikiwa 1, 2, 3. Kama wajasiriamali upaswi kuyaona mafanikio yako. Upaswi kuyaona mafanikio yako. Wewe unaweza kaona huna chochote, lakini aliyeko pembeni akaona una magari, una nini. Sisi kama wajasiriamali upaswi kuridhika. Unatakiwa kupambana, yani pale ulipo upaone kama sio penyewe, yani ufike mahala pengine, yani usogee, usione yale mafanikio ulionayo. Acha wengine wayaone, lakini wewe usione mafanikio. Na kimsingi mafanikio, na unapokuwa sasa utoke kwenye ujasiriamali mdogo, sasa umesogea, mitaji iko sehemu mbalimbali. Watu wengi mnavyotuona labda tumefanikiwa, hatutumii hii mitaji tulionayo. Mitaji tunaitoa kwenye vyombo vya fedha, mabenki, sasa hivi kuna hata hivi vikundi vya halmashauri, lakini pia kwenye SACCOS wanawake wanajiunga kwenye vyama mbalimbali, wanakopeshana na wanaweza kufanya kitu. Kwa hiyo fursa zipo, serikali imetoa fursa. Tunachokihamasisha kwa kina mama na watu wengine ni kutumia fursa zilizopo, kwa sababu serikali tayari imeshafungua njia. Mimi mchango kama mwanamke wa chama hiki na meneja, kwanza mimi nina mchango mkubwa sana, kwa sababu kwanza mimi ni mwanzilishi wa chama hiki. Kwa hiyo tulianza bado nikiwa mjasiriamali, na tulianza kama kikundi kidogo kidogo, ambacho mwanzo kabisa tulipata pesa milioni 6 kutoka halmashauri. Tuniwanufaika wa halmashauri, na tulikuwa pesa za kina mama walikuwa nazikusanya dukani kwangu, na baadaye tumekuwa baadaye tukachukua chumba, tukawa tunakwenda pale CCM, tunapewa uwanja, tunakusanya hela zetu, basi na tunaweza kukopeshana. Lakini ilipofika tukabidi tuchukue sasa chumba kimoja kwa ajili ya kufanya ofisi. Kulikuwa na mabilioni ya Kikwete, kwa hiyo tuliambiwa tukiwa na ofisi rasmi, basi sisi kama SACCOS tutaweza kunufaika. Na hiyo SACCOS tuliweza kunufaika nayo, tulipata milioni 25, na baadaye tukapata milioni 50,
na tulipofanya vizuri, basi kuanzia pale hatukuweza kurudi nyuma. Na kipindi hicho nilikuwa najitolea na nilikuwa naitwa katibu. Kwa hiyo nimekwenda kwenye ukatibu, tumepanga chumba kimoja, baadaye tumepanga viwili, baadaye tumechukua nyumba nzima. Pale sehemu moja inaitwa OTC, tulikuta anajenga, tukamwambia tujengee kulingana tulivyokuwa tunahitaji, na baadaye tumeajiri. Na basi nilipotakiwa kuajiri, nilitakiwa niondoke ili niweze kuwapisha wengine ambao wameajiriwa. Basi wale kina mama ambao mimi nimewahamasisha na kuwafikisha hapa, wakaona hapana, sio vizuri mimi niondoke. Basi ndo ikabidi sasa mimi ndo niwe manager, na kipindi hicho sikuwa nimequalify kuitwa kuchukua hii nafasi. Kwa hiyo kama chama, kwa sababu tulishatengeneza faida kubwa na tulikuwa na uwezo, niliweza kupelekwa shule. Nimepelekwa chuo kikuu cha ushirika Moshi, kusoma masuala ya ushirika. Nimesomea SACCOS, na baadaye ikaona haitoshi, nikapelekwa chuo kikuu cha Makerere kusoma ili niweze qualify kushika hii nafasi. Kwa hiyo mimi nina mchango mkubwa. Kwa hiyo kutokea pale basi ndo tumekuwa kutoka kule tulikokuwa tumepanga, tumejenga hili jengo, kama kina mama, na unaweza ukaona tumepangisha PSSF, tumepangisha TCB. Kwa hiyo unaweza ukaona mafanikio, lakini kupitia sisi tumeweza kutoa bilioni nyingi sana. Yaani mpaka sasa hizi tumeshatoa zaidi ya bilioni 40 kwa wanawake kwa kipindi hicho. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani ambavyo pamoja na kuwa mjasiriamali, lakini nimeweza kuwa chachu, kwa kushirikiana na wenzangu, tumekuwa chachu kwa ajili ya kuinua kipato cha wanawake na kuwafanya wanawake sasa wajiamini, wawe na mitaji kupitia chombo chao ambacho kama Karagwe, kama wanawake wa Karagwe wamekitengeneza na wamekiona. Mimi wito wangu kwa wanawake ni kuhamasisha tuzidi kushirikiana, tuzidi kufanya chetu, na kama nilivyokuambia kwamba wachangamkie fursa zilizopo. Wanawake wasikae ndani, yani wale wanawake wasiwe wale wanawake wa kutegemea kwamba mpaka mwanamume alete. Hapana, sasa hivi ni utandawazi, mwanamke ulete na mwanaume alete, mkishirikiana 1+1 inakuwa ni 2. Kwa hiyo ninawahamasisha wanawake wajiamini kwanza na kile wanachokifanya. Kwa hiyo wanawake sasa hivi wameshatoka. Wanawake hususan wilaya ya Karagwe kama unavyoona, wanawake wanamiliki vitu vingi sana. Tunamiliki mali, tunamiliki vyombo vya usafiri. Hata ukiangalia kwenye makapu yetu tunapokuwa tunaendesha magari, na magari tunayoendesha sio haya ya shilingi 200. Yaani ukiona ule msafara wa kina mama, ni magari ya kina mama ya wanawake, na wameyapata kwa ajili ya wanahangaika. Sio kwamba kuna mtu anawanunulia, hapana, wanahangaika. Wanawake tunahangaika siku hizi. Wanawake tumetoka, wanawake tunajiamini, wanawake tunafanya biashara, wanawake tunachangamkia fursa zilizopo. Na kimsingi kama nyinyi mlivyo pale halmashauri, unaweza kaona hata unapotangaza mikopo ni watu gani wanajitokeza kuja kuchukua mikopo. Kwa hiyo ninawasihi kina mama watoke, wachangamkie fursa zilizopo. Kila kitu kinawezekana. Tusianze kulalamika maisha magumu, serikali haitusaidii. Serikali inakusaidia. Yaani kazi ya serikali ni kutengeneza njia, ni kutengeneza fursa. Ikisha tengeneza fursa kama mwanamke, wewe changamkia ile fursa, baadaye mambo yatakuwa mazuri. Mimi kwa jina naitwa Adventina Constantine Katano, jina maarufu Mama Mtanyata, diwani mstaafu wa kata ya Kayanga. Harakati kwenye maisha yangu nimeanza tu nikiwa mtu wa kawaida, na nimezaliwa kwenye familia ya kawaida huko kijijini Kibondo, kata ya Kibondo, tarafa ya Bushangaro. Nimesoma shule ya primary ya kawaida za kwetu, sikuwa private. Nimemaliza, nimekwenda sekondari, nimemaliza, nimejiunga na mafunzo ya chuo cha maarifa ya nyumbani, nimesoma, nimemaliza. Baadaye kwenye harakati zangu za maisha, nipata mume wangu, tumeoana, tumepata kujaliwa watoto wetu 6. Maisha yetu yakawa ni ya kawaida. Tumeanza maisha ya kawaida. Mume wangu alikuwa ni mtumishi. Tukafanya kazi zetu za kawaida za kilimo
Muda wote huo nilikuwa nikishughulika na kilimo na biashara ndogo ndogo. Sasa baadaye ilibidi niwe kwenye harakati za siasa kuanzia mwaka 2005. 2005 niligombea udiwani wa kata ya Kayanga, sikuweza kufanikiwa, lakini nilipata udiwani wa kuteuliwa wa viti maalum 2005 mpaka 2010. 2010 nilichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Kayanga. Hapo ni kuambia wakina mama kwamba tusikose kuthubutu. Unapothubutu, mfano 2005 mpaka 10 nilithubutu 2005 nikashindwa, lakini nikateuliwa 2010 nikasimama mwenyewe nikashinda mpaka 15. 15 kwenda 20 nikashinda kiti cha Kayanga mara ya pili. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba unapothubutu na kujiamini ndipo unaweza kufanikiwa. Sasa nitoe wito kuelekea siku ya mwanamke duniani kwamba wakina mama tunahitaji kwanza kumtanguliza Mungu. Unapotaka kufanya shughuli yoyote ile, kuishirikisha familia na kushuka tu ukawa mtu wa kawaida kwa kila mmoja. Kuweka bidii yako kwenye shughuli unazozifanya. Na niombe sana, tunapokuwa tunafanya hizi kazi, tujue kwamba kuna watu walikuwepo na kuna watu watakuwepo. Maana yake unapokuwa unafanya jambo, unapoanguka, kubaliana na kuanguka kwamba lazima uanguke, na kuanguka sio mwisho. Endelea na kazi nyingine. Mfano mimi baada ya kuacha udiwani, sikushindana kwamba nimeshindwa. Niliona kwamba kuna wengine wanatakiwa kugombea, ilibidi nikae pembeni na wengine waendelee na kugombea. Lakini nimekaa kwa furaha nikishirikiana kwenye shughuli zetu na wakina mama wengine na jamii nzima na shughuli zangu za kilimo na kuitunza familia yangu na kuendelea kumtunza mume wangu. Kwa hiyo niombe wito wa wakina mama, kuthubutu ni jambo la msingi sana, na unapofanya hizi kazi ujue kwamba kuna mwisho, maana chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho. Kwa hiyo hayo ndio ninaweza nikasema kwamba ni harakati zangu za siasa. Lakini kwenye hiyo tunakuwa na mafanikio mbalimbali. Tumeanzisha vikundi vya wakina mama, tuna SACCOS ya wanawake inaitwa Waesta. Tulianzisha sisi wakina mama mwaka 2028. Tulianzisha SACCOS ya wanawake inaitwa Waesta. Wakina mama mpaka sasa hivi hiyo SACCOS ipo. Tuna kikundi chetu kikubwa cha wanawake 70 kinaitwa Wanawake na Maendeleo kata ya Kayanga. Kinafanya vizuri. Kwa hiyo wakina mama tunapokuwa viongozi, kuna kitu unahitaji kuacha alama, kwamba hata kama umeondoka kuna alama ulioiacha. Sasa niendelee kutoa wito kuelekea siku ya mwanamke duniani, wakina mama tuthubutu, na tunapothubutu tukubaliane na matokeo. Changamoto wakina mama tulizokuwa tunakutana, tunapopambana na wanaume, lazima kwanza ujue kwamba wewe ni mwanamke. Unapoambiwa kwamba madhaifu ya mwanamke, lazima ukubaliane nayo na utafute njia ya kuyatatua. Kwa hiyo wakina mama tulikuwa tunaambiwa kwamba umeenda kwenye uongozi, umeiacha familia, lazima na wewe utakaporudi nyuma lazima ukumbuke kwamba kwenye jukwaa fulani lilitokea hili, kwamba nimetelekeza familia, na uweze kufanya mabadiliko kwa wakati wako mfupi. Basi vitu ambavyo ninaweza nikajivunia ambavyo nilipata mwaka 2010 nilipewa cheti cha mwanamke shupavu, mwanamke jasiri wa wilaya ya Karagwe, ambaye nilishindana kwenye uchaguzi wa mwaka 2010, na tulikuwa wanawake watatu wa kwanza ambao tuliweka historia ya kuwa madiwani wa wilaya ya Karagwe, akiwepo mimi wa kata ya Kayanga, akiwepo Fortunata wa kata ya Ndama, Zidina wa Kituntu, ambao ni wanawake wa kwanza wa wilaya ya Karagwe tulioweza kupambania kuwa madiwani wa kata. Hiyo tuzo yetu ilihusu hivyo. Na niliweza kushiriki kwenye kipindi cha Haba na Haba, ambapo kwenye michango yangu Fadeco iliniona na ilinipeleka mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuonyesha kwamba unawezaje kufanya siasa zako vizuri ukiwa mwanamke kwenye kundi ambalo wanaume ni wengi. Tulifanya vizuri, tulidhaminiwa na BBC. Tulifanya vizuri na ilionyesha kwamba Karagwe tuliandaliwa. Nilishiriki kwenye mafunzo
ambayo yalidhaminiwa na Waholanzi kwa ajili ya kuonyesha kipaji cha wakina mama ili unawezaje kuwaelimisha wenzako kwa swala la kugombea wakiwa wanawake. Na juzi nimeshiriki kwenye tuzo ya Heroes Award ambayo ilitolewa na H-Media, ambapo nilishiriki na nilifanya vizuri kwenye ushindani wangu. Nilishirikiana sana na mshindani wangu tuliokuwa tukishindana wote. Basi tulikubaliana kwamba atakaye mshinda mwenzake ampongeze. Niliweza kuipata hiyo tuzo ambayo ninaweza nikasema kwamba ni shughuli ambazo kwa uchache naweza kusema kwamba niliweza kupata tuzo hizo. Mwisho kabisa ninaweza kuwaalika wakina mama kwamba bila kujali itikadi zao wajue kwamba tarehe 8 ya mwezi wa 3 ni kila mwaka ni siku ya mwanamke duniani, ambapo unatakiwa kusherekea. Waje kimkoa, inafanyika Kihanga, waje kushiriki kwa nguvu zao zote, na pale kuna mada zinatolewa. Anapokwenda mtu darasani hawezi kutoka bure, kuna kitu watajifunza. Basi baadaye itaenda kuendelea kuwajenga na kuwapa ushupavu kuendelea kuwa wakina mama jasiri. Mimi naitwa Joyce Mirembe Aenda, jina maarufu Mama Tonya. Ni diwani viti maalum tarafa ya Bugeni. Pia ni mama mjasiriamali. Mimi safari yangu ya ujasiriamali mimi nilianza miaka mingi sana. Kiasi kwamba mimi Karagwe nimekuja mwaka 88, nimetoka mkoa wa Mara. Mimi ni bibi yenu. Nimekuja nimekaa huko. Kwa kweli nawashukuru kwamba kwa kweli wana Karagwe, wana Kagera kwa ujumla mmenipokea, na Tanzania nzima nimepokelewa vizuri katika wilaya ya Karagwe na nimeishi vizuri mpaka leo. Yani sitamani hata kurudi nyumbani kwetu. Yani hapa ndio nyumbani, hapa ndio kila kitu, ndio maisha yangu yote yako hapa. Kwa hiyo mimi nilipofika hapa nikaanza mambo ya ujasiriamali. Pamoja ujasiriamali niliuanza bado niko mdogo. Elimu yangu ya primary ya sekondari, primary nimesoma, nikamaliza nikaenda sekondari nikamaliza elimu yangu. Basi mimi baada ya kuona kwamba sasa mimi niende chuo cha ualimu, lakini mimi nikaamua kufanya mambo ya biashara. Kwa hiyo mimi nimeanza mambo ya biashara niko bado mdogo. Kwa hiyo yote mambo ya biashara yako damuni kwa familia yetu. Kwa hiyo nimeanza mambo ya ujasiriamali, nikaanza mambo ya kupika mandazi, nimeanza mambo ya kupika chai, nimeanza mambo ya kupika kahawa. Yani kwa kweli sina cha kusema nilichofanya. Kwanza mimi nikikwambia nilianzia hata mama ntilie ule wa kupika kwenye genge uweze kuamini. Lakini nilianzia hapo. Mimi mume wangu tukakutana, kwa kweli na mwenyewe akaona mimi na yeye ni mjasiriamali, kwa hiyo akaendelea kunipa nguvu, nikaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo ikafikia hatua sasa tukaweza kuishi pamoja. Na yeye alikuwa tu kijana wa kawaida mjasiriamali. Tumetoka hapo, tumeanza maisha, tulianzia Msoma kidogo kidogo tukaja Karagwe, lakini maisha makubwa mengi mazuri ya hivi leo tulivyo ni ya Karagwe. Mimi ni kwamba nilivyofika hapa, mimi fani yangu kubwa ilikuwa ni kupika, yani ni hoteli. Ndio ilikuwa fani yangu kubwa. Kwa sababu ndio mama alikuwa anaifanya hiyo. Lakini mimi nilifika hapa nikaona hakuna duka hapa. Nikaona sasa kwa nini baada ya hoteli ngoja kwanza nifungue nini? Hapa nilipofika sikuendelea na hoteli, nilianza kufungua duka. Duka la kwanza kabisa nimefungua mwaka 89 kwenye mwezi wa Pilipili. Nikafungua duka. Kwa kweli duka lilikuwa hakuna. Nilikuta duka moja tu hapa la mzee mmoja marehemu Kadogo, nilimkuta na duka, lakini mimi nikaendelea na duka. Kwa hiyo nikaendelea na duka hilo, nikaanzia na mafuta, vitu vidogo vidogo nini na nini, nikaendelea. Mwisho nikauza magodoro, mwisho nikauza nguo, mwisho nikauza vitu vingi. Kwa hiyo nikaenda humo. Baadaye nilivyokuwa napanuka na mimi nikawa nahamasisha wakina mama wenzangu. Jamani wakina mama tufanye 1 2 3 tufanye, na wahamasisha. Naweza nikaingia sokoni kaambia jamani wakina mama tufanye hivi. Kwa kweli wakina mama wakawa ni waelewa, ni wasikivu. Tukashirikiana kufanya, kwa kweli tukaleta maendeleo makubwa. Unavyoona mimi nilivyokuwa na duka, baadaye nikafungua hoteli tu hapo pale Roida ilipo. Kwa hiyo nikafungua hapo maeneo hapo kwa jengo la mzee OTC. Nikatoka hapo nikaja ndio ilikuwa kama mgahawa. Ilikuwa kama mgahawa tu.
Basi nikaendelea. Baadaye nikawa mimi kwa kweli tulishirikiana sana na familia yangu. Mume wangu tulishirikiana sana katika haya mambo. Baadaye tukafungua duka la hardware. Ili duka la kawaida tukaenda nalo, baadaye nikafungua duka la hardware. Duka la hardware, nimefungua duka la hardware, tukaendelea, ilikuwa inaitwa Boma Hardware. Kwa hiyo ile Boma Hardware tumeenda nayo mpaka, yani mimi nataka nikwambie mwandishi wa habari, ni kwamba unaona hizi shule za sekondari katika wilaya ya Karagwe. Ilikuwa Karagwe na Kyerwa, wakati huo ilikuwa Karagwe. Ndio. Yani tumezijenga sisi kwa kusupply vifaa katika zile shule. Kwa hiyo nikaendelea hivyo. Mimi nikaendelea na kweli na wakina mama wengine pia wakawa wana, kwa kweli na wakina mama wengine tukawa tunashirikiana nini, tukaendelea. Baadaye tukatoka hapo. Mimi nilikuwa ni mwanamke wa kwanza kama ulivyosikia kufungua duka. Mimi ni mwanamke wa kwanza kuendesha gari wilaya ya Karagwe mwaka 93. Mimi ni mwanamke wa kwanza kufungua hoteli ambayo nimeweza. Hii hoteli nimeifungua mwaka 2002. Tonya. Kwa hiyo sasa lakini pia Farijika kule nimefanya wapi? Kwa kweli nilikuwa napika. Mimi katika yani hivi vitu vya kuelimisha, yani elimu kwa upande wangu nimeitoa kwa asilimia kubwa kwa jamii ya Karagwe. Kwa sababu nilikuwa wakina mama ninawafundisha habari za kupika, kufanya nini. Mimi nimepikia maharusi, mimi ni mtu wa kwanza kupikia, yani kupika kwenye masherehe makubwa. Kwa hiyo hayo ndio mimi ambayo nimepata humo. Kwa hiyo tukatoka hapa tukawa tunajifunza sasa kwa kina mama, na wenyewe wengi wakawa sasa wanaibuka. Wakina mama wanaibuka. Kuna wakina mama wengine nao hapo sokoni. Kuna mama Samida, anaitwa Mama Samida, yuko hapa sokoni, ambaye mama ni wa kwanza alikuwa anaendesha baisikeli, anauza dagaa. Mama wa pili anaitwa Mawini, yuko hapo. Na wenyewe hao kina mama kwa kweli wako hapa kina mama wengi. Tukawa tunashirikiana, tunapeana, tunashauriana. Tukawa tukaanzisha vikundi. Mimi ni mwanamke mimi katika, hata mimi nilikuwa najichanganya katika fani zote. Kwamba sasa mimi katika michezo nimo katika, mimi ni mtu tulikuwa tuna timu Karagwe hapa ya wanawake ambao tulikuwa tunacheza mpira. Mimi nilikuwa ni mchezaji bora. Okay, sawa. Kwa hiyo mwandishi wa habari mimi ni vingi ambavyo nimejifunza, lakini nilikuwa najituma kutoka kwa mama yangu. Mama yangu mimi hakusoma, lakini alivyokuwa anajibidisha, anajichanganya kwenye mambo mengi, nilijifunza sana kutoka kwa mama yangu. Kwa hiyo mimi kila kitu nilijifunza. Kuishi na watu nilijifunza, yani kila aina. Mimi nafikiri nimeishi hapa muda mrefu sana, lakini huwa sipendi mfarakano na mtu yoyote. Kwa hiyo katika huu ujasiriamali nimejifunza kwa kuunganisha akina mama, vijana, yani wa akina baba, tumeweza kutengeneza vitu kama hivi unavyoviona katika wilaya ya Karagwe. Kwa hiyo maendeleo ya wilaya ya Karagwe yamekuja kutokana na bidii tulizokuwa nazo wanawake. Yani kwa kweli wanawake wa wilaya ya Karagwe, yani wanawake unavyoona, wanawake wakajitokeza, wanawake sana. Mimi nina mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya kina mama wa Karagwe. Kama mama mimi nimeweza kuendesha gari mwanamke wa kwanza. Watu wanashangaa huyu anaendeshaje? Lakini wengine wote wakatoka nyuma, wakina mama kufanya nini? Wakaendesha magari. Mimi mpaka nimeendesha kenta, nilikuwa nabeba kenta. Mtu naenda Rugera nabeba mbao, nakuja napeleka kwenye mashule, napeleka kwenye, kwa kweli hata hivi vitu vyote nimevitengeneza kwa nguvu zangu mimi. Mimi nawaomba akina mama wote, hiyo tarehe 8 mwezi wa 3, naomba akina mama wote, itakuwa ni siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili akina mama wote tujitokeze, tushiriki wote kwa pamoja kwenye hii sherehe yetu ambayo itafanyikia kimkoa, kata ya Kihanga. Kwa hiyo akina mama wote nawaomba wote tujitokeze wote, yani twende jamani wa akina mama. Kwa hiyo tukienda wote twende tukaonyeshe umahiri wetu na ujasiri wetu. Pia tunawakaribisha akina baba. Wakina baba pia tunawakaribisha mje kwenye sherehe yetu. Kwa kweli mtuunge mkono, na sisi na nyinyi siku yenu ikifika mtualike, na sisi tukaribishe na akina mama, nisi tuwaunge.